Haya. Jamani, hawa ni watu wangapi hawa? Hawa ni watu watatu. Huyu wa kwanza, huyu anaitakidi itikadi yake Allah hafanani na chochote katika sifa zake. Lakini huyu anakwenda kuomba mizimu, ana mzimu wake anaomba, lakini itikadi yake Allah hafanani na chochote. Huyu wa pili anasema itikadi yake Allah anafanana sifa zake na viumbe wake. Mwambieni zingatie swali, namuuliza swali yeye huyo. Huyu wa pili anasema Allah anafanana na viumbe wake, bimaana anavyosema Allah ndivyo kama anavyosema viumbe. Lakini akiingia msikitini hamshirikishi Allah katika ibada kama anavyofanya huyu. Huyu anashirikisha kwenye ibada na kwenda kuabudu kwenye mizimu. Kwa hivyo tofauti ya huyu na huyu ni kuwa huyu anasema Allah hafanani na chochote, huyu anasema Allah anafanana na chochote. Lakini wote wawili wanatofautiana. Huyu akiabudu anaabudu sawa sawa, ashirikishi. Huyu anaabudu kwenye mzimu. Huyu watatu yeye itikadi yake ni sawa sawa, anasema hivi: Allah hafanani na chochote, Allah peke yake ndiye mwenye kutushughulikia, na Allah peke yake ndiye tunastahili kumwabudia. Katika watu watatu hawa, huyu anasema la ilaha illa Allah, lakini itikadi yake Allah anaabudu kwenye mzimu huyu, lakini anasema la ilaha illa Allah. Huyu anasema la ilaha illa Allah, lakini Allah anafanana na viumbe wake. Huyu anasema la ilaha illa Allah, lakini anasema Allah hafanani na viumbe wake, wala Allah hashirikishwi katika ibada, wala Allah hashirikiani na chochote katika lolote. Katika watu watatu hawa, nani la ilaha illa Allah yake iko sawa? Au wote hawa la ilaha illa Allah zao ziko sawa, wakati huyu anaabudu mashetani kwenye mizimu na huyu anaitakidi kwamba Allah ana sifa kama sifa za wanadamu? Nani yuko sawa katika itikadi hizi tatu? Hiyo hapo si mada yetu shekhe. Shekhe, si mada yetu. Mada yetu uthibitishe aksamu tauhidi kwa mujibu wa suna ya Mtume Muhammad. Ikiwa suna imekushinda, usijaribu kucheza danadana hapa. Hii sio hatukuja mada kwamba yule kanaabudia. Sisi kama huyo kanaabudia mzimu tukamgundua, tulichoambiwa kwamba kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kama tutagundua kana kwenda mzimuni, tutampa naswaha kwa mujibu wa Uislamu ulivyosema, adinu nasiha. Hatutamhukumu chochote, tutampa naswaha. Akiacha fahuwa, asipoacha atajuana na nani? Na Mwenyezi Mungu. Lakini leo unatuletea dadadana hiyo, yuko nani sahihi? Tunakwambia utuambie imethibiti wapi takisibu hii kwa kupitia mafunzo ya Mtume, kwa sababu tauhidi ni jambo kubwa ambalo kalisimamia mwalimu mkuu, halitaki kuingiliwa. Hamna semaje jamani? Hii ndiyo tauhidi. Sasa mwalimu mkuu asilione, ujolione wewe, uambie watu kwamba huyo hasitahiki, hanani huyo? Ala, hii si uzushi katika dini? Hii si uzushi katika dini? Nini sasa huu? Tusichezee dini jamani. Hii dini ya Mwenyezi Mungu isichezewe kwa fikira ya mtu wala kwa nini. Yani mwalimu mkuu mwenyewe kanaondoka, Mtume anamtuma Muadh bin Jabal, anamwambia innaka taati ila qaumi min ahli alkitabi fad'uhum ila shahadati alla ilaha illa Allah, waite hao wamshuhudie kwamba Allah ni peke yake na mimi Muhammad ni mjumbe wake. Fa in faalu au wa in qabilu dhalika, ikiwa atakubali hayo basi wafundishe swala. Je, rububia kaisahau na uluhia? Wanachuoni wa usuli fiki wanasema la yasihu taakhiru albayani an wakati alhaja. Bayani haiwezi ikachereweshwa wakati wa haja. Wakati mtu kama yule ilikuwa Uislamu wake haujakamilika, ala zamikum ayyuhal wahabiyun alkudhabu, jua madai yenu hapa. Nasema jamani, kama haijakamilika tauhidi yake yule, hapo Mtume angemwambia bwana we, na kuna uluhiyya, kuna rububiyya, kuna asma wa sifati. Kama hayo hawajayasema, hawajakamilika katika Uislamu, mpaka wayaseme haya ndio wakamilike. Lakini sakata rasul fi mawdhi'il bayani, Mtume kanyamaza sehemu ya kufanya nini? Ya kubainisha. Je, Mtume atakuwa kweli alikuwa kafanya khain, kafanya khiana, kitu ambacho kinawajibu akifikisha kwa umma huu hajakifikisha? Mpaka muje nyinyi wahabia muje museme kwamba kama mtu hajajua hivi. Tena balaa iliyopo kubwa, hawa mukhalifina lirasulillah, nikwambieni
maana takwambieni zaidi. Wanapingana na suna ya nani? Ya Mtume Muhammad. Amepokea Ibn Zaini Dahlan katika kitabu chake Durarusania fi raddi ala alwahabia, anasema ajabu iliyokuwepo kwa hawa jamaa. Huwaendea mtu anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, fayaktulunahu, wanamuua, wanamwambia innaka lam tu'min, we hujaamini, na we tauhidi yako rububia, una tauhidi ile rububia. Tauhidi hii mnashirikiana na wale makafiri, kwa sababu ndio shekhe wao Ahmad ibn Taymiyyah alivyowajengea tarwiji hizi. Sasa wewe sawa sawa na wale makafiri, hujaijua tauhidi uluhia. Fayaktulunahu, wanafanya nini? Wanamuua, ilhali mtu keshafanya nini? Kesha tamka shahada ya Allah na ya mtume wake. Kwa mujibu wa Uislamu aliofundisha mtume, huyu hapa ni haramu damu yake na ni haramu kitu chake. Tunaelewana jamani? Na hiyo ni suna sahihi ya Mtume Muhammad, ndivyo ilivyokuja hivyo. Mtume anasema, subiri, la yahillu damu mri'i muslimin, si halali damu ya mtu Muislamu kuuaga, illa bi ahadi min thalathin, isipokuwa litokee moja katika mambo matatu. Sawa eh? Moja katika matatu. Mtume akasema mzinifu aliothibitika, muuaji wa roho, mwenye kuacha dini yake. Je, kujua mtu uluhia ni moja katika matatu? Kama haimo, waliojawizisha hivi wametuletea nini katika dini? Je, hawampingi Mtume Muhammadi? Nilizungumza katika kitabu changu kimoja, kitabu changu nilichokiandika Tafnid liman kasama tauhid wa haram, liman harama almaulida wa kasama tauhida. Nikaandika kule kwamba hii itikadi ya uluhia na rububia nyinyi mnoikubali, jueni kwamba munakubali kuhalalisha damu za Waislamu. Tunaelewana eh? Imemaliza eh? Haya.